Omba rehema na neema ya Mungu ikusaidie kuona kwa jinsi ya rohoni, ikusaidie macho yako ya ndani yaone na atazame vizuri. Kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17 kusoma hadi mstari wa 22, 21, 22. Paulo alikuwa anawaambia Waefeso, akawaambia macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua. Akaanza kuongea vitu pale. Vitu ni vile ni vizito na vikubwa. Ili anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu hakuwa na mpango mwanadamu atumie macho yake ya nyama kwenye swala zima la maisha yake. Alitaka mwanadamu atumie macho yake ya ndani na sio macho yake ya nyama, kwa sababu macho ya nyama yanampeleka mtu upotevuni, macho ya rohoni yanampeleka mtu kwenye usalama. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kafikia hatima yake kwa kutumia macho yake ya nje kama macho yake ya ndani hayafanyi kazi. Ni afadhali uwe kipofu kwa jinsi ya mwili ila usiwe kipofu kwa jinsi ya rohoni. Luka sura 16 mstari wa 19 mpaka mstari wa 31. Yesu alikuwa anaongea, akatoa mfano wa tajiri na Lazaro. Anasema palikuwa na mtu mmoja tajiri, ana kila kitu ila hamchi Mungu, na mwingine Lazaro aliyekuwa maskini, mgonjwa, ana vidonda, mbu analamba vidonda vyake. Luka sura ya 16 mstari wa 19 hadi 31. Anasema alikuwa akitamani sote kula makombo anaoka kwenye meza ya bwana wake. Lazaro akafa, akazikwa, akaenda anapoenda. Tajiri naye akafa, akazikwa, akaenda anapoenda. Huku duniani tunazika miili. Yesu alipotoa ule mfano akasema, tajiri alipokuwa kule kuzimu katika mateso, aliyainua macho yake kwa mbali akamwona Ibrahimu na Lazaro kifuani kwa Ibrahimu. Then akamwambia, baba Ibrahimu, naomba mtume Lazaro achovye kidole chake katika maji aje anidondoshee japo tone moja katika ulimi wangu, maana naungua moto. Ibrahimu naye akamjibu akamwambia, pahali tulipo sisi na nyinyi hatuwezi kufika, kuna bonde kubwa katikati, hatuwezi kuvuka. Mtu ni watu wawili katika mtu mmoja. Walipokufa wale watu duniani, miili yao ilizikwa, na tunajua miili inaoza. Kwa hiyo kule alipoenda mwili hauendi kuzimu, wala mwili hauendi peponi, kwa kuwa zilienda roho. Lakini roho ya tajiri ilikuwa inaongea, na roho ilikuwa inaongea ina macho. Sababu aliyainua macho yake kwa mbali akamwona Ibrahimu na Lazaro. Kwa roho zina macho, roho zinaona, roho zina kinywa pia, sababu aliongea. Zina masikio, walisikilizana. Zina miguu, ndio maana nasema mtume. Zina mikono, ndio sasa achoke kidole chake katika maji nidondoshee. Kwa zina mikono pia. Zina ulimi, kwa zina tumbo. Kwa hiyo mtu wa ndani ni 100% kama mtu wa nje, na zina akili, kwa sababu alikuwa Ibrahimu na Lazaro. Tajiri aliweza kutofautisha kwamba yule ni Ibrahimu, yule ni Lazaro. Angekuwa hana uwezo wa kuchanganua mambo, asingeweza kutofautisha kati ya Ibrahimu na Lazaro, asingeweza kutofautisha. Kwa alijua, alikuwa na ufahamu. Kwa roho pia ina ufahamu. Ukienda kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 11 mstari wa 3 unasemaje? Basi kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Inatuambia nini? Maana ni kwamba maisha ni ya rohoni kwanza kabla hajawa mwilini. Nasema kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Maana yake vitu vinavyoonekana vilifanywa kwa vitu visivyoonekana, na vitu visivyoonekana ni vitu vya rohoni. Kwa ulimwengu wa roho ndio wa kwanza na ni halisi na ni bora kuliko ulimwengu wa mwili. Maana nini? Pia kila kitu duniani kilianza katika ulimwengu wa roho. Kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa vinavyoonekana vilifanywa kwa vitu visivyoonekana, ambavyo ni vitu vya ulimwengu wa roho. Ndio maana sasa hiyo ikupe picha kwamba mfumo wa kimaisha ambao Mungu aliweka kwa mwanadamu, hakumweka mwanadamu aanzie mwilini, alimweka mwanadamu aanzie rohoni kuja mwilini. The moment unaanzia mwilini umemess up, kwa sababu kama ulimwengu haukuanzia mwilini, ulianzia rohoni. Kwa kila kilichomo kinapaswa kuanzia rohoni kwanza kabla ya kuanzia mwilini. Ndio maana ulimwengu wa roho wa Adamu ulipovurugika, ulimwengu wake wa mwili ulivurugika. Kwa hiyo ulimwengu wa mwili wa mtu hauwezi kurekebika mpaka kwanza ulimwengu wake wa roho umerekebika. Ndio maana Mungu ikabidi amlete Yesu duniani kama Adamu wa pili. Yesu ndio Adamu pia. Kwa nini aliitwa Adamu? Alikuja kurekebisha kile kilichoharibika. Kiliharibika mahali pa Adamu wa kwanza, akaitwa kama Adamu wa pili, kufanya marekebisho yaliyoharibika ya mwanadamu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maisha ya mtu hayawezi akarekebika mpaka kwanza amerekebisha ulimwengu wake wa roho. Na kitu cha kwanza ambacho dhambi ilipoingia ilifanya, iliua uwezo wa mwanadamu wa kuona kwa jinsi ya rohoni kwanza. Shetani hana time, hana shida kama ukibaki unaona kwa macho ya nje, lakini macho ya ndani yamekufa, wala hana shida.